TV Africa. Hapa ndipo umefika na viwanjani ndio kipindi hewani kutoka sasa saa 8 hadi saa 10. Natumai kwamba umekaza daluga zako kispoti tuweze kumakinika kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kumbuka ni masaa mawili ukiwa nami James the top scorer. Hapa mbona najiita the top scorer? Usikose kujiunga nami manake dakika 90 ongeze extra time ya dakika 30 ndio tutacheza mechi hapa na mshindi mwisho wa siku atapatikana. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, hapa tutaingia viwanjani na hakikisha kwamba kila kitu kutoka ulingo wote wa kispoti utayapata hapa. Tukianza na riadha kuhusiana na michezo ya mashinani, tutaanza hapa. Kumbuka ndio Ndizi TV Africa, utamu uliokolea. Kipindi hewani ni viwanjani kutoka sasa hadi saa 10 jioni. Kwa hivyo makinika ukae nami hadi mwisho. Kumbuka tutakuandalia mengi kutoka mashinani hapa kwenye kaunti yetu ya Kisii, kaunti ya Nyamira, eneo pana la Kenya mzima, kuhakikisha kwamba wewe mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV kila kitu unakipata kama inavyostahili. Na kabla ya kuanza na kukaribisha ewe mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, ni kipindi ambacho ewe mpenzi mtazamaji umekuwa ukingoja zaidi ya miezi miwili sasa. Umekuwa ukitulia ukingoja James the top scorer, na ile siku ni leo. Ukiniangalia vizuri, jezi la rasmi ya timu ya Liverpool FC, Never Walk Alone. Kumbuka hii ni timu ambayo hucheza kwenye ligi kuu ya Premier, na mimi naishabikia sasa kama miaka 20, na inamaanisha tajriba ipo. Na wewe mpenzi mtazamaji, na hakikisha kwamba kila kitu unachokitaka kutoka viwanjani unakipata kutoka sasa hadi mida ya saa 10. Kwa hivyo usikose kuungana nami kwa masaa hayo mawili. Kumbuka hapa mbele mimi ni James the top scorer, hapo mbele ya TV ama kando ya TV yako ni mpenzi mtazamaji, na mzalishaji wa kipindi na mwelekezi akiwa ni Abigail Nchama wakishirikiana na Victor Sultan Obangi. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, na kualika tuandamane sako kwa bako kakitako, hakikisha kwamba Ndizi TV inavuma kwa masaa mawili yajayo. Kwa hivyo nakukaribisha tuweze kuandamana pamoja. Mtazamaji, na kukaribisha kwa mwingine tena tuweze kuandamana mpaka mwisho. Na tunaanza hapa mashinani. Kulikoni kwenye shule za upili? Kumbuka mchezo ya mula wa kwanza inaendelea. Kumbuka mchezo hii ni kati ya handball, yani mchezo ambao hutumika mikono, mchezo wa vikapu ambao ni basketball, mchezo wa rugby ambao ni ule waliounga vizuri, waliokula vizuri wanaucheza kila siku, waliokula vizuri rugby. Kumbuka ni rugby 15 ambao hucheza watu 15 kila upande. Kulikoni? Na baada hapo tutaangalia kwenye division ya kwanza. Je, timu zote nani ambaye yuko tayari kuingia kwenye National Super League ambayo ndio ligi ya pili ama daraja ya pili kwenye ligi za hapa nchini. Vile tukivuka hapo tutaweza kuangalia kwenye division ya pili ambapo timu nyingi zinaweza kumbuka kwenye ngazi hizi mtu ama timu ikipanda kutoka ngazi ya kwanza kwenda ya pili, kuna hatua ama kuna vipengele ambavyo unafaa uvipate ndio uweze kusonga kwa hatua. Vile tuangalia, je, nani atakuwa mwenyeji ama atapata zile nafasi mbili za wazi kuingia kwenye FKF Premier League. Hayo yote tutaangalia hapa kwenye mchezo mashinani kwenye awamu ya kwanza. Awamu ya pili vile mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV kipindi viwanjani, tutaweza kusonga mbele hapa kwenye viti vyetu hapa ndani ya Ndizi TV. Tutaleta wageni tuweze kuangalia mengi kuhusiana na soka. Je, ungependa kujua nani wageni ambao watakaa kwenye viti vyetu? Usikose ama usisonge mbali na televisheni yako. Kumbuka hapa pia kwenye awamu hiyo ya pili kuanzia saa 9 kamili tutaweza pia kuangalia kwenye nyanja za kitaifa. Tumevuka mpaka na kwenda kwenye nyanja za kitaifa. Kuna nini pale? Tutaangalia pia kwenye ligi kuu ya Premier nchini Uingereza. Je, Liverpool baada ya kubanduliwa kwenye klabu bingwa barani Europa, je, Klopp ama kocha wao mpya ambaye ni awamu yake ya kwanza ama msimu wake wa kwanza ndani ya Liverpool ana maazimio yapi? Kumbuka kama ligi kuu ama
Liverpool watacheza kwenye finali ya kombe la FA. Ni mengi tumekuandalia, na mwisho wa siku wa wale ambao ni wawekezaji tutaweza kuchambua mechi kali kabisa ambazo wewe unaweza kuwekeza, na mwisho wa siku utafurahia. Hayo tutapata ndani ya kipindi Viwanjani ndani ya Ndizi TV Africa, na wadau wako akiwa ni James the Top Scorer. Tuanze na mashinani kwamba ikiwa ni muhula wa kwanza, mechi ama sporti mbalimbali zinachezwa kwenye kaunti yetu ya Kisii. Kwa sasa tumefikia kwenye regional, inamaanisha kwamba kaunti mbalimbali eneo la Nyanza, kaunti zote 6 zimeweza kuleta wawakilishi wao kwenye mechi hizi ama kwenye sport hizi. Na kumbuka kwamba nikwambia ni mechi za handball, mechi ya basketball, rugby. Hizo ndo mechi ambazo uchezwa kwenye muhula wa kwanza ama term 1 games. Na kwenye awamu hii tuangazia kwenye regional ambapo timu mbalimbali ziweza kufika pale, na lakini la kufurahisha sana kwa timu za kaunti ya Kisii, timu ya wavulana ama kutoka shule ya upili ya wavulana ya Kisii imeweza kufika kwenye finali ya mchezo wa rugby. Mchezo wa rugby ambao uchezwa ile rugby 15 ambao uchezwa na watu 15 ama 15 kila upande. Timu hii ya Kisii School imefika kwenye finali, na inakuwa ni kama marejeleo ya finali ya mwaka jana. Manake mwaka jana kwenye finali timu ya Kisii School na timu ya St Mary's Yala ndio walifika kwenye finali, na imekuwa ni sadfa coincidence ambayo watu wengi wanapenda kuita kwa lugha ya Kimombo. Kwa hivyo siku ya leo tunatarajia kwamba mechi hiyo itapigwa na mshindi atawakilisha eneo la Nyanza kwenye mechi hizo ambazo zitachezwa kwenye awamu ama kwenye ngazi ya kitaifa. Vile vile pia, mpenzi mtazamaji, tutaangalia mengi mazuri kuhusiana na shule ya upili ya Nyancha Boys kwenye mpira wa kikapu ambao wanajulikana sana. Tuhakikisha kwamba mechi hizi ama majibu yote kwa sababu timu ya leo ama siku ya leo timu ya Nyancha Boys inacheza dhidi timu ya Maseno kwenye regional league, na baadhi ya mchezo ama kabla ya kufika kwenye kutafuta nafasi 3 bora waliweza kushinda timu ya St Mary's kwenye mpira wa basketball kwa 20 kwa bila. Inamaanisha kwamba timu ya Nyancha Boys inafanya vizuri na kuwakilisha eneo hili kwa uzuri zaidi. Na vile vile kabla ya kufikia kwenye finali, timu ya Kisii School iliweza kucheza na timu ya Agoro Sare kwenye awamu ya nusu finali ya kwanza, walishinda 21 kwa bila. Inamaanisha kwamba kufikia sasa hawajafungwa try yoyote, na kuhakikisha kwamba ushindi wao ama nia yao kutetea taji hili la eneo la Nyanza itashinda. Na vile vile timu ya St Mary's Yala iliweza kufika finali baada ya kuishinda kwa kifinyu sana timu ya Nyabondo 6-5, mpenzi mtazamaji. Ni baadhi ya yale majibu ambayo tunapata kutoka eneo la Uriri, shule ikiwa ya upili ya Rapogi High School, ambapo mechi za ukanda wa Nyanza zinazidi kuchezwa mwaka huu. Na vile vile, mpenzi mtazamaji, kuna mengi tutaangazia zaidi kwenye divishoni ya pili. Divishoni ya pili kwamba kuna mechi nyingi ambazo zitachezwa kwenye weekendi, ila mechi ambayo itakuwa ya kutazama kwa wengi ni wachezaji ama timu ya Global Connection itacheza dhidi ya Karapul. Hayo tutakuwa tukiangazia na wageni wetu ambao tayari wamefika studio. Kwa hivyo usiweze kusonga mbali. Kumbuka kwa muda wa masaa mawili kuahidi tutakuwa tukiangazia hayo kwa undani. Vile vile kwenye division ya pili kwenye zone D, zone C, timu ya Camel Park Rangers hiyo kesho katika uwanja wa Mosora itaweza kualika timu ya Mibasi. Kwa hivyo ni mechi kali kabisa, ambapo kwenye mechi ya weekend iliyopita timu ya Mosora ama timu ya Camel Park Rangers iliweza kushinda 2-1 timu ya White Hart katika uwanja wa Nyamerakodo. Hata kama mechi hiyo ilikuwa imekumbwa na taswishi dakika za mwisho, ambapo wachezaji walitoka uwanjani kabla ya mechi kuisha. Kwa hivyo ni maswali ambayo tutaangalia kwenye division ya pili. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, usiweze kuondoka. Kumbuka ni awamu ya kwanza, tunaangalia kulikoni mashinani, na hii ni Ndizi TV Africa, unazidi kutazama na mimi James the Top Scorer. Tukizidi kwenda mbele ni kwamba kwenye ligi ya National Super League, ni ligi ya pili ambayo ina timu 20.
kwamba timu hizi 20 zimewekwa kwenye makundi mbalimbali, na yule ambaye atakuwa wa kwanza na wa pili ataweza kushinda ama kujipatia nafasi ya moja kwa moja kuingia kwenye ligi kuu ya Premier hapa nchini Kenya ambayo inasimamiwa na FKF. Kwa hivyo kufikia sasa timu ya Nairobi United ambao wako kileleni wameshinda timu ya APS Bomet kwa alama moja. Kwa hivyo kesho mechi kali kabisa katika uwanja ule wa Bomet AAF Stadium itakuwa ni mechi kali kabisa, mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo ikiwa timu ya APS Bomet itashinda, inamaanisha inapanda na kukaa kwenye kilele cha ligi hiyo ya National Super League. Mpenzi mtazamaji, hayo tutayapata. Nitaweza kuangalia fixture mbalimbali za National Super League, lakini kabla ya hapo tuangazie kulikoni kwenye ngazi ya kitaifa. Inamaanisha kwamba kocha Ben McCarthy ameweza kuteuliwa kuwa kocha mpya ambaye atainua na kuwanoa vijana wa timu ya Harambee Stars. Kwenye uzinduzi wake wiki iliyopita alionyesha kwamba ana kila sababu ya kuonyesha kwamba atashinda na kuweza kunoa makali, na akisema kwamba lengo lake ni AFCON ya mwaka 2027 ambayo atawezesha vijana wa Harambee Stars. Na swali moja aliloulizwa ni kwamba iwezekane kwamba leo timu ya Afrika Kusini imekutana na timu ya Harambee Stars, yeye atashabikia gani? Aliweza kujibu, naweza sema aliweza kujibu kwa njia ambayo mashabiki wengi hawakumuelewa ama Wakenya wengi hawakumuelewa. Alisema yeye damu yake iko Afrika Kusini, ila akasema kwamba ikiwa angepewa nafasi ya kuishabikia, yeye angeweza kuishabikia timu ya Harambee Stars. Inamaanisha kwamba damu yake, hata kama ina urithi wa Afrika Kusini, damu yake nyingi kwa sasa na kazi yake itakuwa ndani ya Harambee Stars. Kuhusiana nayo kwamba Harambee Stars kwa sasa iko kambini, inamaanisha kwamba kwenye kambi hii ya Harambee Stars kuna mengi ambayo yanazidi kuangaziwa, na uwepo wa mashabiki wengi katika Kenya uleta hisia tofauti kuhusiana na uchaguzi ama uteuzi wa wale ambao wako kambini. Mchezaji ambaye kutoka eneo la Gusii ambaye kwa sasa anachezea klabu ya Pamba Jiji, namzungumzia mchezaji Matthew Tegisi, aliweza kuitwa kwenda kwenye kambi hiyo ya Harambee Stars mechi ama kuyakilisha kwamba tujui kwamba atabaki kwa wale 23 wa mwisho ambao watabaki kwenye kambi. Lakini mashabiki wa timu ya Shabana waliweza kuwa na kauli nyingi sana ambazo waliweza kuzungumzia kuhusiana na hiyo ama kauli hiyo ya kutopata mchezaji wao Brian Mchira ambao wanasema ni mali ya taifa hakuweza kuitwa. Ni kauli mingi sana. Kocha anapoingia kwenye timu fulani huwa kuna mambo mengi, matarajio mengi kwa wengi, lakini tunatumai kwamba uteuzi waliofanya sisi wote kama Wakenya utaweza kutunufaisha. Binafsi sisi Harambee Stars hatujaifika kwenye kombe la dunia. Ikiwa ni ndoto yake, pia iwe ndoto ya kila Mkenya kwamba kombe la dunia lijalo ataweza kutufikisha. Sijui mpenzi mtazamaji uko na maoni gani, ila kwa leo ningependa kukuuliza swali. Je, ikiwa Ben McCarthy ameweza kuteuliwa kama kocha na tuliweza pia kuona Francis Kimanzi akibaki kwenye benchi la ufundi, je, tajriba ya hawa watu wawili, tumjua kwamba Francis Kimanzi mwaka wa mwisho ama amu ya mwisho kombe ama timu ya Harambee Stars ikiwa kwenye kombe la AFCON alikuwa kwenye ile bench. Je, ndo nauliza, je, tajriba ya wawili itawasaidia wao kuleta ushindani mkali kwenye timu ya Harambee Stars, ama itakuwa manake kulipa kwake huwa ni pesa ya mlipa ushuru ambaye ni Mkenya, na niliweza kuona tetesi kwamba atakuwa analipwa shilingi milioni 8 kila mwezi. Pesa mingi sana, na tunatarajia kwamba mengi yatakuwa mazuri kuhusiana na hiyo. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, tuweze kuangazia fixture za timu ya ama ligi ya NSL kwenye weekend hii, ambapo mechi kadhaa zitachezwa kwenye uwanja wa
Bomet Stadium, niweza kuambia kwamba timu ya ama wenyeji watakuwa wanaieleka timu ya Nairobi United ambao ndio viongozi wa ligi hiyo. Kwa hivyo ni mechi kadhaa ambazo tutaweza kuangazia fixture yao kwenye ligi vile unavyoona kwenye television yako ya Ndizi TV. Fixture ambazo zitakuwa ni kwamba timu ya Darajani Gogo siku ya leo itakuwa inaialika timu ya Kibera Blacks, timu ya Viga United, timu ya Nzoia Sugar itakuwa inacheza dhidi ya timu ya Sam West Blackboot. Modern Coast Rangers itakuwa ikicheza dhidi ya Coast. Stima Kisumu All Stars itakuwa inaialika timu ya Moroni Youth. Timu ya Migori Youth itakuwa inaialika timu ya Michael Lunga Foundation ama halmaarufu kama Mofa. Timu ya Luanda Villa itakuwa ni mwenyeji wa MCF. Fortune Sacco hiyo kesho itaialika timu ya SS Asadi kutoka kaunti ya Kwale. Timu ama mechi ya mwisho, mechi ambayo watu wengi wanaitazama kuwa kama ndio finali kuamua nani ambaye atajiunga kwenye ligi ya FKF Premier League, kati ya timu ya APS Bomet na timu ya Nairobi United. Ni baadhi ya mechi ambazo zitachezwa hiyo kesho. Na kwenye ligi kuu, tukisonga mbele, ligi kuu ya FKF ambayo mashabiki wengi wa timu ya Shabana wanangojea, ni kwamba kule katika uwanja wa Machakos timu ya Shabana itakuwa ikicheza dhidi ya timu ya FC Leopards, mechi kali kabisa ambayo watu wengi wanaiongojea hiyo kesho. Kwa hivyo tutaweza kupitia baadhi ya mechi ambazo zitachezwa hiyo kesho. Kumbuka hiyo jana timu ya Tusker iliweza kushinda, timu ya Sofapaka pia iliweza kushinda. Na hiyo kesho vile nimewisha kuambia kwamba timu ya FC Leopards itakuwa inaeleka timu ya Shabana FC, mechi ambayo itachezwa kesho saa 10 ambayo itakuwa ni mechi ya pili. Timu ya Mara Sugar itacheza dhidi ya Bidco United. Ila kwa leo katika uwanja wa Machakos timu ya Gor Mahia itacheza dhidi ya timu ya Bandari. Timu ya Kenya Police inacheza kwa muda ama dakika kama 30 zijazo inacheza dhidi ya Murang'a Seal. Timu ya Kakamega Homeboys inacheza dhidi ya FC Talanta. Ulinzi wanaalika timu ya KSCB, na mechi ambayo inaendelea kwa sasa timu ya Kariobangi Sharks ndio wenyeji wa timu ya Mathare. Kumbuka kwamba mechi mbili hizi zote kwamba unaweza angalia vile fixtures zilivyo kwenye television yako kuhusiana na mechi ambazo ama fixture ya FKF Premier League. Kumbuka baada ya weekend kutakuwa na mechi kali ama kutakuwa na mapumziko, na kwa hivyo mechi za FKF Premier League zitarejelea tarehe 4 na tarehe 5 mwezi ujao, mwezi wa 4. Kwa hivyo ni mengi zaidi ambayo tunazidi kukuandalia hapa ndani ya Ndizi TV. Kwa hivyo zidi kuandamana nami kabla niwalete mezani wageni wangu ambao wamefika ndani ya studio nilipokuisha kufahamisha. Ni wageni kutoka timu ya Global Connection FC ambayo nyumbani kwao ama uwanja wa nyumbani ni sehemu ya Rigoma ambao hucheza kwenye division ya pili, na kufikia sasa wana alama 20. Hiyo kesho pia kufahamisha kwamba wako na mechi kali kabisa. Hayo yote tutaweza kufahamiana ama kufahamishwa na kuyajua kwa undani kuhusiana na hiyo timu. Ni mengi ambayo tutaangazia. Kumbuka kutufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii. Upande wa X ama mtandao uliojulikana kama Twitter utatufuata kama Ndizi TV News. Upande wa YouTube Ndizi TV News. Upande wa Facebook Ndizi TV News Digital. Mimi binafsi utanifuata kama James the Top Scorer. Kwa hivyo usiende mbali, naenda break kidogo, nikirudi tutaweza kuingia na wageni wangu tuweze kuzungumza mengi. Karibu na zaidi kutazama Ndizi TV. Unatazama Ndizi TV Afrika. Huduma zinazotolewa katika hospitali
ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke.
or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klase zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE
au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, tutakuwa tunakuletea kila Jumamosi mida ya saa 10 mpaka saa 1. Kipindi ni Rumba High Voltage. Ngoma zile rumba zenyewe zikiletwa naye Kande Bongo Man. Ukiletwa naye Vali Ipupa. Eloko yango nini miziki. Eloko yango nini miziki. Kofi Oromide. Kaya Kaya Musha. Mrembo wa South Africa, Miriam Makeba na wengine, vitu kama hivi, na utapenda rafiki yangu. Baada ya show kutoka runinga ya Ndizi TV Africa, jiunge nazi jioni hiyo hiyo. Utapenda sababu tutakuwa tunakuletea ngoma papa hapa live ndani ya Camel Park. Utapenda na usikose. Do you understand? Unatazama Ndizi TV Africa. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Africa, na tuko hapa viwanjani kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho unakitaka kuhusiana na sport unakipata ndani ya Ndizi TV viwanjani. Kumbuka mimi James Tetopskona, na nilivyokuahidi kwamba kwenye awamu hii ya pili ama kwenye mzunguko wa pili ningekuwa na wageni ndani ya studio, na unavyotazama tuko wengi. Karibu sana wageni ndani ya studio. Asante sana. Tuanze na wewe. Kwa majina, kwa mpenzi mtazamaji, umetoka wapi na unawakilisha timu gani? Asante sana mtangazaji. Kwa majina naitwa Fred Momanyi, nawakilisha timu ya Global Connection. Mimi ndio team manager. Timu ya Global Connection, ungepea ka habari kidogo tu hivi. Team manager kuna habari mingi. Team ya Global Connection inapatikana wetu wa nyumbani ni Rigoma. Yeah. Rigoma inapatikana Kitunguu 7 pale ukielekea Keroka. Fiki utateremka hapo ama huko. Utakuwa umekuja hadi kwa Wanza. Timu hii inapiga Division 2. Yeah. Central Zone. Asante sana. Sasa mgeni wa pili upande wa mwingine ambaye tunafanana sana. Karibu sana. Asante sana Jemo, top scorer. Asante sana kwa kutukaribisha studio. Yeah. Kwa majina naitwa Duke Mageto. Mimi ndio head coach wa Global Connection Football Club. Yeah. Coach, kwa miaka mingapi sasa? Ndani ya Global. Tunazungumzia juu ya Global peke yake. Ndani ya Global sasa tangu 2022. Sasa niko na miaka mitatu pale. Miaka mitatu pale. Yeah. So tuseme miaka mitatu umejifundisha mengi kuhusiana na hiyo timu, na lengo lako kama coach kutoka timu ya Global ni lipi kufikia sasa? So lengo langu kwa sasa na natarajia kuona Global ikiwa katika viwango vya juu, ikipanda ligi na icheze ligi ya juu
zaidi ya nchini Kenya. Sasa nirudi kwako team manager Fred Momanyi. Mkaanzisha club. Wengi waamua kwamba nikifanya biashara naweza nunua matatu nikafanya, nifungue duka nikafanya. Najua ni mengi ambayo yanatarajiwa ama yanatakikana kuhakikisha kwamba timu imefanya vizuri. Mbona mkaamua kwamba ni Global Connection? Tuanze kwanza na jina. Mbona mkaita Global Connection? Kwanza timu ya Global Connection iko chini ya foundation ambayo inaitwa Global Connection Foundation. Yeah. Kwa ajili yule ambaye ametuongoza katika kuanzisha hii timu alianzisha hiyo foundation huko awali. Sasa tukiamua kuanza na timu itabidi sasa tuchukue ile jina tutengeneze timu kulingana na kwa hivyo tuseme hii ni mizizi, mti umemea na matunda yake sasa imekuwa. Kwa nini swali kwa ambalo ukujibu, mbona sasa mkaamua kwamba mnafanya muunde timu? Najua sasa sisi ni watu tumekuwa kwa mpira kwa miaka mingi, mwenyewe nimecheza, zangu nimecheza nikiwa shule, nimecheza kwa klabu tofauti. Lakini baada nilipotoka katika kucheza katika mahali ambapo sasa umri haiwezi kubali kucheza sana. Sasa nikaona kuna yale yenye mahitaji ningetaka nifikie, kuna yale malengo ningetaka nifikie, but wakati mwingine haikuwezekana nipate yote. Nikaona niko na ile nia sasa ya kusaidia vijana wengine waweze kufika pale ambapo na ndio maana sasa mkamleta kocha. Kocha huwa ndo mara nyingi anasimamia wachezaji. Kocha kwa upande wako bwana Mageto. Yes. Tofauti ya ukufunzi wako wa Global na penye ulikuwa awali, kuna tofauti gani? Tuseme katika ukufunzi wangu hapo awali na saa hii kuna tofauti kubwa because unapata ninakuwa na handle players wenye wana experience for football. Yeah. So every day is a running day in football. So at least kila siku tukipatana na hao players kuna kitu na learn kwao, kuna kitu wana learn kwangu pia. So football inaenda ikichange. It's a learning process. Yeah. Ukizungumzia kuhusu mabadiliko kwenye sekta ya tusungumzie soka peke yake. Yeah. Kitambo kwa mjua kama JJ kocha angechenga mwanzo mpaka mwisho na afunge bao. Yeah. Hiyo unaweza sema ni soka, sababu siku hizi nasikia soka ama mchezo wa mpira wa miguu ni teamwork. Kwamba nipe nikupe, tusaidiane kufanikisha ndoto yetu. Yeah. Tofauti hizo za makocha wa zamani na wewe, kuna tofauti ni nini kimebadilika? Actually football imekuwa evolved. Every day inakuwa ina change, inakuja na mambo yake. Kitambo ilikuwa tunacheza sana na majina because ulikuwa unapata jina fulani iko, hiyo jina pia mtu akimiliki mpira anataka kuonyesha kwamba jina langu pia inaendanisha. So ilikuwa ni ile okay, football kitambo ilikuwa inachezwa sama on a selfish. Ilikuwa pia bado uwezi jua talent zingine zipo. Yaani wale wamekuja na hiyo majina unapata ndio unapata tunakaa nayo sana. But with time saa hii imekuwa football is all about teamwork. Yeah. Saa hii lazima ucheze touch ndio hiyo ball isonge. So kila mtu kwa uwanja ana jukumu lake. So saa hizi imechange that time. Kama saa hizi tumekuja tuko na lazima tucheze na shape, lazima tucheze na pattern. So saa hii game ya kitambo na saa hii sio kama ile mtu alikuwa anapata ball nyuma ni beki wa kupanda na kushuka. Saa hii ukipanda pia unaweza pata hakuna gazi yenye unaweza rudi nayo. Yeah. Shukrani sana mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV unayozidi kutufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kumbuka kwenye Ndizi TV News upande wa YouTube, upande wa Facebook utatupata kama Ndizi TV News Digital. Nikikuja kwa team manager, umekuwa kama mkubwa wa hiyo timu kwa kwenye hii ni season ya ngapi kwenye division ya pili? Hii ni season yetu ya kwanza katika division 2. Awali tumecheza regional league, regional league. Tumecheza mara 3. Na hapo ndio tulianza. Je, kuna wengine ambao huanza timu na ikaishia kusambaratika ama kufeli. Ni mikakati gani kwenye timu yenu mmeweka kuhakikisha kwamba timu yenu
inazidi kuendelea vizuri hadi kufikia sasa? Tunashukuru kwanza kwa Mola kwa sababu tumepitia changamoto mingi, lakini sasa ni ile lazima utoe binafsi kwa timu. Sikuje kwa timu ukitaka sasa mimi nataka leo niende hapa nifaidike nipate hii nipeleke kwangu. Ukiwa una nia kama hiyo utaweza kuendeleza hii timu. Kwanza ni ujitoe kwa timu, ujue tu hii timu kwanza tunailea kwa sababu timu zetu hazina pesa mingi, unaweza sema itakuwa watachukua yake watafanya nini. Lakini ile kitu kubwa ni kujitolea. Roho yako ni uweke kwa hiyo timu. Utajitolea wakati mwingine utafanya kazi, utarudi nyumbani. So si lazima ukuje kwa timu alafu unasema mimi nataka kuanzisha timu ndio nikuwe nikipata unga na peleka kwangu jioni. Na wakati mwingine utajitolea, utafanya kazi na hiyo unga utaipelekea nyumbani. Kama team manager kuna partnership ama ushirikiano kati ya wewe coach na wachezaji na wale madaktari kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vile inafaa ama vile matarajio ya klabu ipo? Kabisa. Kwa hii timu yenye tumekuwa tu hii miaka 3. Nashukuru Mungu kwanza tulikuwa na coach Mageto tuanze. Hatujakuwa na mvutano ile kubwa, nasikianga wakati mwingine utafika mahali utapata coach wakikutana wanafanya nini, wanataka kupigana kwa timu. Watakuwa na siasa mingi kwa timu. Tumekuwa na team doctor, tumekuwa na wengine wenye tunashirikiana na wao. Hatujakuwa na changamoto kabisa. Tunashukuru Mungu ameweza kutuneemesha, tumeweza kupata hiyo baraka tutaendelea. Nikirudi kwako kocha kwamba dakika 90 huwa ndo zinaamua mshindi wa mechi. Lakini pale ambapo unaona kwamba imefika dakika 70 unafanya mabadiliko. Sasa kulingana na wewe mabadiliko sasa hapa tuko kwenye klasi ya kufundisha kabisa. Kwenye mabadiliko kocha mzuri, kocha ambaye ana tajriba mzuri anafaa afanye mabadiliko wakati gani? In football Jemo, uwezi tabiri kwamba utafanya mabadiliko maybe kipindi cha pili, maybe dakika 70. Unakuwa all the time ukijiset kwa uwanja in the 90 minutes, players wanaweza ingia kwa uwanja in the first minute maybe mtu ampata injury. Ama maybe apate knock because unajua ni nyama, ni mwili. So all the time unakuwa uko ready that sub inaweza kuja wakati wowote. But more especially kwa substitution in football, I say that mandatory. Inakuwa lazima watumie dakika 90 unaweza amua ucheze dakika 90 bila sub. Na imekuwa ikifanyika. But kuna players wako, wakati uko na players wako kuna venye unapata umewalete. Players wangu kuna mtu unajua gazi yake ni 45 minutes. 45 minutes. Akikimbia the 45 minutes akirudi the second half ana ile nguvu anaweza piga dakika 90. So kuna mtu wako unaleta anacheza dakika 70, in the 30 minutes itabidi hizo zimebaki ulete nguvu mpya. So huwa kuna venye unalete players wako ikikuja wakati wa substitution. Shukran sana kocha Duke Mageto kuhusiana na jibu sayama kwa jibu zuri sana, naweza sema ni nzuri sana. Kuna mechi ambazo mmecheza sana. Na nilipofika mara ya mwisho huwa mnaachilia na kufungwa dakika za mwisho. Mechi mkicheza na Moroni Young. Je, shida ni ukufunzi, ni kwenye management ama ni kwenye wachezaji? Kwako coach. Asante sana Jemo. Unajua tunasema in football, football is a game of mistake. Na makosa inaweza kuja dakika ya kwanza, haina wakati wake wenye inakuja. But wewe unapata tuna learn. Hatuwezi tukasema that tunaweza laumu wachezaji. Tunaweza maybe laumu management. Kwa sisi tushafanya kazi yetu, tumetrain na tunacheza. Maybe inaweza kuwa umepiga sub, umeipiga vibaya, that imeleta impact, that imeleta bao ikakuja. Especially kama game ya Moroni yenye umesema pale, na ikumbuka hiyo tulifungwa dakika zimeongeshwa dakika 2 za mwisho. So hiyo bao ikakuja. So ukiangalia venye bao ilikuja, ilikuwa that mistake imeanza na huko mbele attacking. Striker alisuba, hiyo ball ikakuja. But pia kwa madefender wangu ukiangalia communication, central defenders wawili, ball ilikuja yenye ilikuwa wawili, wakapatana katikati. So wakagongana, hiyo ball wakaanguka na hiyo ball ikadunda ikapata striker na ikafungwa. So somehow
ni tuseme ni pressure na lack of communication. But all the time inatufunza kitu that tunaenda kurekebisha next. Kwa the next match kabisa. Mpenzi mtazamaji, leo kumbuka kwamba siku ya leo kwenye shule ya upili ya Cardinal marefa wote wakuna training ama kuna vile wanazidi kufundishwa kuhusiana na kulinda ama kuhakikisha kwamba dakika 90 ama kuna nyongeza pale zinahakikisha kwamba mechi imekamilika kwa sawa. Ni kuhusiana na the same ama swali lile. Yeah. Je, kuna sababu ama kuna wakati ambapo unafika unawekea lawama referee? Tuanze na wewe team manager. Unajua sisi wote ni binadamu. Kuna wakati mwingine kila mtu anaweza kosea. Makosa yapo kila siku. Lakini sasa ni yale makosa tukiyafanya ni tusome. Tusome kutoka kwa hiyo makosa ndio tuendelee. Lakini sasa kuna uwezekano sisi wenyewe tukiendelea kukusa katika hii mechi. Kuna uwezekano kuna mali tumekutana mimi na Tubariki kidogo tukaonekana tuonea kidogo. Lakini inakuwa kitu mzuri tukimaliza kutoka pale ni tufikirie tena. Kwa hivyo unasema kama marefari wakuwe na hamasa za kufundishwa vile ambavyo wanafaa kudhibiti mechi mpaka dakika ya mwisho. Na kwako kochi, shaifikia kwamba imefika wakati ambapo wewe mwenyewe unashindwa kujizuia, unapatana na referee, unaongea naye, unamfukia kuhusiana na maamuzi yake ya mechi? Ishatendeka mara mingi sana. Jemo unajua we are human beings. Na more especially in the 90 minutes, more especially sisi kama technical bench, inakuanga kuna pressure. So you can talk anything. Na inakuanga wape na hata tumeiona mpaka international. Makocha pasua mpaka machupa wanarusha mateke. But in football huwa kuna vitu we disagree to agree. Kuna vitu unaona, lakini pia tunapata pia referee ni binadamu. Unajua more especially hapa Afrika hatuna VAR. Not like the developed countries. Unaona saizi EPL wanaenda kuconfirm. But huku sasa ikishapigwa unakubaliana nao. So inabidi za zile wamemaliza mnagombana kidogo, naombana msamaha na inaendelea. Kabisa. Itakuwa ni vizuri sana kuuliza swali kama hili. Lengo la kila timu ni kuhakikisha kwamba mchezaji wetu ama fulani wa fulani amefanikiwa kwenye maisha yao. Kutoka timu yenu ya Global Connection, kuna ule mchezaji ambaye amewahi kuwa chini yenu ama kocha ambaye aliweza kuhudumu kwenye kipindi chenu ameweza kupiga hatua mzuri? Niwape mfano timu ya Kendege Jets zamani ikicheza kwenye division ya pili iliweza kuleta wachezaji, kwa mfano Matthew Tegisi, Brian Michira, wote walikuwa wachezaji wa huko na wamefanikiwa vizuri. Je, kutoka kwa timu yenu mna ule mfano ama mchezaji ambaye amefanya vizuri? Tuanzie na wachezaji. Wanaendelea kuna wingi, ingawaje wengi wao hawajaweza kufika katika nyanja za juu kabisa. Watu wengi waweze kuwafahamu. Lakini wachezaji wetu wako kila mahali. Kuna mkufunzi wetu mmoja kwa mahali mwenye tulianza na yeye tukamlea hadi sasa hivi. Yeye ni coach. Anafanya kazi safi kabisa. Ako wapi sasa? Ako hapa Ucha Youth FC. Ingekuwa vizuri ungemtaja kwa maana wengi wanamfahamu kama Rayo D. Rayo D. Alikuwa mchezaji wenu? Hakuwa mchezaji. Alikuwa ni kumleta kwa mpira, akajua hii mpira. Sasa yeye anaendelea. Yeye ni coach na amefanikiwa kwa maisha yake. Na wewe coach, kwa timu zote ambazo umepitia, yupo yule mchezaji ambaye umeona kwamba hata kama hajafanikiwa akafikia kile kiwango cha ambacho ungesema amefanikiwa kwenye maisha, maybe ameingia kwenye Premier League ama katoka nje ya nchi, yupo? Tumekuwa na players wengi sana. More especially kuna players wengi tumeshinda tukitumia. Na wengi tumecheza nao, wengine wamecheza chini ya TM. Na wote wamekuwa wamefanikiwa, wameenda. Kiangalia kama Kriv Nyakea, kuna time amekuwa kwa kikosi ya timu yetu pia, hiyo time ilikuwa inaitwa Golden. Amesonga na unaona ameenda nje ya nchi. So alikuwa amelelewa na ametoka kutoka huku chini, at least amegrow akaenda mahali. Haya ukiangalia pia tuko na timu inaitwa Inshiara FC, tuko na kipa pale ambaye sasa ni kipa 1 saa hizi.
Ponvas Ontita ambaye pia anafanya vizuri sana. Yeah. Ishara imekuwa hata imecheza Mozartbet. Nikipana na kwao saizi nafikiria wanaendesha ligi vizuri sana. So ni player wananawili na kwa saizi especially wale players tuko nao. Yeah. Tunaona that tukiendelea cause wengi wamemezewa mate sana na teams mbalimbali. Na teams mbalimbali. So we hope venye tunaendelea hivi the second leg. Yeah. Tukienda kumaliza najua wengi watafanikiwa na watasonga mbele. Kuna hatua ambayo umeipiga zaidi ya klabu ambazo ucheza kwenye division zilizo ama kwenye ngazi zilizo juu, nasema kuhusiana na NSL na Premier League. Nyinyi mkajiunga na kuregister ama kushiriki kwenye kambe la Mozartbet. Ile kwa bahati mbaya mechi ya Mondano mkapigwa 3-1. Nini msukumo wenu kuweza kucheza kwenye vikombe kama hivi? Kwanza jamhuri nikukumbusha hiyo mechi. Ilikuwa rahisi. Na Nairobi mali wako wako na bahati sana. Poteza jamii zetu kidogo ndio wako na bahati sana. Wako na bahati na wameshinda timu ya Tusker. Bado tulikuwa tunang'ang'ana. Hiyo Tusker pia itakiona. Ilikiona tayari. Lakini tungepatana nao bado wangekiona. Kwa hivyo unaomba kwamba kungekuwa na mechi ya marudio. Hiyo mechi tunatafuta tena sana. Tutapata hata kama ni mechi ya kirafiki. Hatukuridhika nayo ndio ikatuma tukaenda Bomet. Wenye at least wanang'ang'ana nao hata kesho watakuwa na mechi. Naomba the best team win kwa sasa ni marafiki zetu. Yeah. Ilituma tuende pale kuhakikisha kama ni ukweli wale Bomet iweza kufunga kwa moja. Na coach kwako nadhani kwamba uwepo hii inakuwa nafasi ya wachezaji wako kuweza kulani ama kusoma jambo fulani kutoka kwa wachezaji wengine. Manake timu ya Nairobi United iko kwenye NSL ambazo ni ngazi tofauti na yenye mlipo. Ilikuwa ni game nzuri sana na nimekuwa na matarajio kwamba tucheze ligi ambayo iko juu. At least hawa vijana wapate exposure. Kitu ya kwanza unajua in football hizi timu ziko chini more especially other players wako hapa chini unapata wako na ile kitu kwamba players wako huku juu ni wakali ni wazii, but kitu iko pale unapata tu ni tofauti, ni jina la team na wamefanikiwa wao wako pale juu. Lakini ukiangalia in terms of football wote wako the same. Sasa ni ile unapata ile timu iko pale juu maybe wao wako na facilitations zenye maisha iko tofauti na training sessions ziko tofauti because wao wako na more time maybe wanakuwa facilitated vitu nyingi ndio maana wako na ile tofauti. So ndio nilikuwa nataka at least players wangu wapatane wacheze nao at least wa interact ndio wajue kwamba ball sio ngumu. Tofauti ni na wajue ile kitu yenye tunahitaji ni gani kwa hii football, at least waone training yetu na yao kuna tofauti gani. Na ile hizo nini tunacheza nazo, hizo pattern, hizo shape venye inapigwa within the 90 minutes. Nashukuru mpenzi mtazamaji ambaye unazidi kutufuata kwenye mtandao wa Facebook. Niweze kupitia rafa 2 kabla ya sisi kuendelea. Ni saa 9:01 mpenzi mtazamaji. Tuko kwenye lisala mwisho, dakika 60 zimekwisha. Tuko kwenye dakika 60 za mwisho. Anaitwa pamoja from Nairobi Pipeline. Naitwa Rose Mochemo. Omoigwa baba Kinami anasema pamoja. Samu Focus anasema na kucheki the top scorer kutoka maeneo ya Omogwa Kemera, watching you live. Anaitwa Douglas Nyaimo. Patrick Ototo anasema from Nyakoe niko ndani watching live from Nairobi. Pia anaitwa Nafta Onyango. Roda anasema nawafuata sana from kutoka maeneo ya Omogonchoro. Anasema anaomba probable lineup ya Arsenal na Chelsea. Kumbuka hiyo mechi ambayo watu wengi wanangojea, tayari ligi ishaenda. Tanyi watu wa Manchester United mnakubali, si ndio? Kutoka Kenya Nyamira watching live. Korwa Kirinyaga Joseph na watch na niko ndani. Alafu mwingine anasema kutoka Mpakasi pia mimi niko ndani. Zidi kutufuata kwenye mtandao wetu wa kijamii wa Facebook Ndizi TV News Digital. Pia unaweza tutumia rafa kwenye nambari ambayo iko kwenye television yenu. Sasa kabla ya sisi kukamilisha awamu ya kwanza, kabla ya mimi kuleta mgeni mwingine hapa, kuna ile ndoto yenu kama klabu, tukianza nawe team manager.
Kwa sasa mko nambari ya mko na pointi 20. Yeah. Na mko kwenye bottom of the table, yani bottom half of the table. Kuna mechi 14 zimebaki muweze kukamilisha msimu huu. Ndoto yenu ni gani? Kumaliza penye mko, mwende relegation ama kukua hata kwenye tuseme ile yenye playoff position? Ukiangalia hiyo table standing, niwaambie kwanza mtangazaji, timu ya kwanza iko kwenye nimesema kuna zile 20. Hizo za kwanza ni ngapi? 31 na huyo mtu sisi kulingana na sisi hatujashindwa, lazima tutafika hapo. Na nyinyi mko na 20. Tuko 20. Kwa hivyo ni pungufu wa tuko na mechi moja Achehani. So kama tutaitumia vizuri tutakuwa tumesonga songa. Itakuwa imebaki yule mtu ako pale juu kuna point 8 mbele yetu. Hizo point 8 alitushinda katika engineer home ya first. Hata sisi tutakava second. So ile kitu tunaweza ambia mtangazaji mashabiki wetu, sisi bado tuko na imani. Tuko na imani kabisa. Kwa bado mechi ni Division 1. Hii second game mchezo. Hiyo kesho itaonyesha. Ni imani kwa kila kitu. Coach, upande wako unaweza semaje kuhusiana na ama lile lengo ambalo mko nao mwisho wa msimu huu? Kitu naweza sema ukiangalia katika zone D, ukiangalia hiyo table standing, utapata kwamba points nyingi hapo hatujachana na points nyingi. Timu imetangulia imetuacha na point 11. Na amecheza mechi moja mbele yetu. So inamaanisha kwamba kesho nikishinda tutakuwa na point 23. So atakuwa amenishindia point 8. Na ukiangalia venye wameanza mechi yao ya kwanza, mtu mwenye alikuwa ametangulia ameshindwa game ya kwanza, mwingine akatoka draw. So meaning second leg haitakuwa rahisi. So tumejipanga kwa mechi zetu 14. Na more especially kwa game yote ya nyumbani haitakuwa rahisi. Because ya nyumbani nao tutaitaka. Lazima tuiwakie tuipata because players wote kwa hizo wiki yenye tumekuwa hiyo break ya kuresume to the second leg, tumetrain. Kila mtu wako sawa na players wote sahi wako na ile morale, wako ready kwamba tunataka. Na pia players wanataka tutoke huku chini tusonge tuende kiwango ingine. Although tumekuja Div 2, hii ndio season yetu ya kwanza, bado tunataka, tulikuwa tunafikiria kwamba inakuwa ni difficult, but venye tumeapproach teams game sio ngumu. Ni ile mistake tu inapata kidogo, unapata umepatikana. But hapa mahali tuko namba 8 haifai kuwa yetu. Kwa wale watu wenye wanajua global na ile tajriba yenye tuko nao ya wachezaji, tuko na players wengi wako na experience, tuko na kila mtu kila aina. Tuko na players wamepiga EPL, tuko na players wamepiga NSL. So tuko na player wa kila aina katika timu yetu. Na tunatarajia kwamba ile morale yenye players wamekuwa nayo kwa training pale pia kwa camp, we are very ready. Like sasa ile morale tulikuwa nayo kwa game ya leo ni venye Karabul walibadilisha. Sema leo nataka waende kanisani pia waabudu. Ndo wakuje kesho. Nasema tu tumekubali waabudu kwanza. Waziseme kwamba tuli siku yao ya kuabudu ili nini, wacha wakuje kesho. Tunawakaribisha pale. So tulikuwa kwao pia tukatoka draw. Ni draw ambayo haikuwa inafurahisha, but tunaikubaliana kwamba chochote kinaweza tokea katika mpira wa soka. So tutawakaribisha kesho. Dakika 90 haitakuwa rahisi katika uga wa ligi. Kwa hivyo timu unasema zijipange, haitakuwa rahisi. Timu zijipange, kuja pale hakutakuwa rahisi. Ubashiri wako wa kesho? Ubashiri wangu wa kesho nina mabao 3 kwenda juu na point 3 ninazo. Mgeni nayo kuipata itakuwa rahisi. Kwa ngome langu wenye wamejipanga, I don't think kama naweza. Unakubaliana na ubashiri wako kama wako ni tofauti? Kweli kabisa. Inakuwa ngumu. Kupata hata bao itakuwa ni shida sana kwa mgeni. Naangalia kwamba mechi ambazo mtazipiga baadaye, mechi inayofuata ni mchezo na Kisumu Hot Stars. Ni alike timu ya Small Simba ambayo pia nyinyi mnajua uzito wake. Nyamira Super Eagles wa Machoge bora mna kiparuo. Ndio maana nawaambia kwamba kama mnasema ukweli,
namba 8 si yenu. Wache tuone mwisho wa msimu nambari 1, 2 ama ikiwa vibaya nambari 3. Kabla hapa tukiwa hiyo namba kwanza hata si ya 3. Panga hapa. Sasa kwenye viwanjani huwa tuko na maswali matatu rahisi sana kwa kila mtu kabla ya sisi kubadilisha kidogo. Tuanze na nani? Nani yuko tayari? Uko tayari TM? Sasa wewe ni shabiki wa timu gani? EPL. EPL. Sasa ya unfortunate kidogo. Mimi si ndani na mpira. Kwa hivyo kunipata nikienda kuiangalia si rahisi. Okay, turudi KPL. Wewe ni KPL ni Shabana. Ni Shabana. Kocha wa timu ya Shabana anaitwa nani? Tazama pale tu. Tazama pale. Kwa haraka tutumalize. Maswali matatu. Umejibu la kwanza timu ya Shabana. La pili tuangalie pale. Kocha wa timu ya Shabana. Changanya kidogo lakini. Fungaji bora wa timu ya Shabana. Mradi. Michira. Kwa hivyo kwa maswali 3 umepata 2. Shukrani sana kwako coach. Wewe ni fan wa timu gani kwenye EPL? Ama wewe pia wewe ni wa nyumbani? EPL kwa maisha yangu nimekuwa fan wa Manchester United. Manchester United. Yeah. Ya swali ya kwanza. Swali ya pili. Yeah. Mara ya mwisho timu ya Manchester United kushinda ligi kuu ya Premier ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa ilikuwa 2013. 2013. Ilikuwa ni kitambo. Manchester United tumekuwa na pressure sana. Imekuwa ni kitambo. Hatuwezi nini, but I think ilikuwa 2014 tukiwa na fan pass. Yeah. 2014. 2013 ama 2013 I think. Fan wa Manchester United mnatu let down. Okay, swali la mwisho. Yeah. Mchezaji Bruno Fernandes alifunga hat-trick siku ya Alhamisi. Yes. Kabla ya kuingia Manchester United alikuwa anachezea klabu gani? Bruno Fernandes. Ametokezea timu ya alikuwa FC Porto la Sitaki kusema mengi. Kila mtu ataenda afanye research. Atafuatilia alama. Yeah. Lakini mmejaribu, nimesema shukrani sana. Lakini coach wewe hautoki hapa. Nataka sasa tuende mapumziko madogo, mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV. Ulisema kwamba wachezaji wote kuna wale gasi yao huisha mapema. Yes. Na mimi sasa nimeona TM gasi yake imekwisha mimi kama coach wa viwanjani. Yes. So nataka nibadilishe kidogo. Baada hapa tunaenda mapumziko kidogo. Tukirudi tutakuwa na rejea na mrembo pia yeye anapenda soka sana. Kwa hiyo tutaanza na maswali. Kwa hivyo ajipange mpenzi mtazamaji. Kwa hivyo tuende break kama dakika 2, tukirudi tutakuwa naangazia mengi kwenye viwanjani. Unatazama Ndizi TV Afrika. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy,
physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital, Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer affordable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School.
Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Sha Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Sha Ceramics for hardware and sanitary. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELB na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3 karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College, we provide quality service and uphold high intellectual values. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, tutakuwa tunakuletea kila Jumamosi mida ya saa 10 mpaka saa 1
Kipindi ni rumba high voltage. Ngoma zile rumba zenyewe zikiletwa naye Kande Bongo man. Ukiletwa naye Vali Pupa. Eloko yango nini miziki. Eloko yango nini miziki. Kovi Oromide. Kaya Kaya Musha. Mrembo wa South Africa, Miriam Makeba na wengine, vitu kama hivi, na utapenda rafiki yangu. Baada ya show kutoka runinga ya Ndizi TV Africa, jiunge nazi jioni hiyo hiyo. Utapenda sababu tutakuwa tunakuletea ngoma papa hapa live ndani ya Camel Park. Utapenda na usikose. Do you understand? Hasira za nini we bwana? Hasira za nini we bwana? Wataka kuniua bure baba. Wataka kuniua bure baba. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College, we provide quality service and uphold high intellectual values. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation.
Unatazama Ndizi TV Afrika. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, tutakuwa tunakuletea kila Jumamosi mida ya saa 10 mpaka saa 1. Kipindi ni Rumba High Voltage. Ngoma zile rumba zenyewe zikiletwa naye Kande Bongo Man. Ukiletwa naye Vali Ipupa. Eloko yango nini miziki. Eloko yango nini miziki. Kofi Olomide. Kaya Kaya Musha. Mrembo wa South Africa, Miriam Makeba na wengine, vitu kama hivi, na utapenda rafiki yangu. Baada ya show kutoka runinga ya Ndizi TV Africa, jiunge nazi jioni hiyo hiyo. Utapenda sababu tutakuwa tunakuletea ngoma papa hapa live ndani ya Camel Park. Utapenda na usikose. Do you understand? Hasira za nini we bwana? Hasira za nini we bwana? Wataka kuniua bure baba. Wataka kuniua bure baba. Mpenzi mtazamaji, baada ya kutoka kwa mapumziko mafupi, tunarejea tena, na ukiangalia ndani ya studio bado tumebadilisha. Ulisema mwenye ako na gas apigi 90 minutes, si ndio? Kabisa. Tumerudi tena. Karibu sana dada. Ningependa uongeze sauti. Women wanakuwa na voice kubwa, si ndio? Kwa hivyo kwa majina unaitwa nani? Unawakilisha timu gani? Okay, kwa majina ninaitwa Joyce Radiki. Wengi wananijua kama Zaira. Mimi ni fan. Wewe ni shabiki. Shabiki sugu wa Global Connection. Alafu kuingia huko kidogo na shughulikia mambo na fast. Wewe ndo daktari wa timu ya Global Connection. Karibu sana ndani ya Ndizi TV. Unajisikiaje ukiwa ndani ya Ndizi TV? Niko na furaha. Karibu sana viwanjani mpenzi mtazamaji, unazidi kutazama viwanjani. Mimi James the Top Scorer, tukizidi kuangazia mengi. Sasa tuanze na swali lako la kwanza. Wewe kama first aid ama daktari ama muuguzi wa timu ya Global, kazi hiyo inakupelekaje ndani ya timu hiyo? Okay, kwanza mimi ni mfanyakazi. Yeah. Again, nimekuwa na timu ya Global toka 2021. 2021 nimekuwa nikisupport hiyo timu. Kitu pia inasaidia mali nafanyia kazi ndio vijana wetu wanakuwa. So unapata kila time ndio tuna wao. So unapata kazi inakuwa easy, leo niko kazi. Sasa zingine niko na vijana wetu. Kama daktari, kuna changamoto ambazo upitia. Kwanza timu yenu iko na full first aid kit. Yeah. Kwa hivyo hakuna changamoto nyingi sana. Kuna coach huko, kama kuna kitu nimekosa ama sitamani kupata, namuuliza fanya aje hapa, tunasaidia vijana. Coach, ushirikiano wako na pamoja na daktari ambaye pia ni shabiki, utendakazi wenu unaweza sema uko aje kufikia sasa? Kwanza kabisa Jemo, naweza mshukuru sana Joyce. Yeah. Yeye amekuwa kitu ya kwanza, amekuwa fan mkubwa sana. Yeah. Na kuja kwake kuwa daktari wa timu yetu imekuwa voluntarily. Yeye alikuwa anajitolea kuja kusaidia wachezaji. Alikuwa akiona especially wameumia na ni lile jeraha na anaona player ako chini, alikuwa anafuka kutoka kwa hospitali yao. Hata bila mimi kujua, namuona ameingia, anashughulikia mgonjwa. Kama pia mwenye ako na hali mbaya, unaona anamchukua, anaingia pale kwa hospitali, anamtibu. Na
hakuwa anaitisha chochote. So amekuwa ni mtu amekuwa na ule umuhimu mkubwa sana kwa timu. So amesimama na sisi. Na ikabidi sasa tumulete katika technical bench yetu. Pia akuwe katika ile hali ya kushughulikia vijana wakiwa na injuries. Na amekuwa ni mtu wako amejitolea na moyo wake. Sio ule mtu mwenye anapinga ama ana lolote. So players wakijitolea hata kama siko unapata wanaenda pale anawashughulikia. Tukimpigia makofi itakuwa vibaya. Itakuwa ni sawa kabisa. Itakuwa ni vizuri sana. Shukrani on behalf kwa kocha amewakilisha. Kwa hivyo unasema kwamba kazi yako ni nzuri sana. Zaidi ya kuwa daktari kwenye na shabiki kwenye timu hiyo, unafanya nini ndani tena ya Global? Kitu kingine nafanya nasema ndio na marketing. Kwa sasa hivi Global najua mkiwa as a team. Mnaweza kuwa kuna mtu anawasaidia mimi na support financially. But again, ile support tunapata kutoka kwa fans. Kama utegemea mtu kwa kila kitu, hata kigari tunaona itakuwa ni ngumu sana. At least to introduce fans jerseys. So tunanunua jersey, tunauzia fans. At least hata tukipata kama ni 50 bob, itasaidia. So kwa sahi nafanya mambo ya marketing. Kwa hivyo sasa mko na merchandise yenu. Hii merchandise yenu ni t-shirt peke yake, kaptura ipo ama iko aje? Kwa sahi tuko na jersey t-shirt. Lakini vile siku zinaenda tutajipanga tukudeliver na quality sasa kuna hata tracksuits. Naweza nunua navalia. Coach, ukizungumzia kuhusiana na marketing ya hii team. Niliweza kuona mko na jersey tofauti. Je, hii ambayo marketing officer amevaa ndio pekee yake ambayo mnauza ama kuna nyingine bado? Kwetu pia tuna jezi. Kuna ile yenye tulikuwa nayo hapo mwanzoni yenye tulikuwa tumeintroduce. Mara kwanza ambayo ilikuwa ya red. But sasa tukaangalia pia tukaona bei yake iko juu. Na wale fans tuko nao hapa locally. Na pato lao pia liko chini kidogo. Tukiwaweka pale unapata ilikuwa ni ngumu because ulikuwa umepata ni watu wachache sana ambao wanaweza kufikia bei. Wanaweza fikia bei. So ndo tukakaa tukaongea pia na daktari venye amesema. Tumekuwa sana tukijadiliana ni njia ipi tunaweza ifanya because tuna fans pia unapata wanasema tunataka hii jersey. But tukajaribu ile tukapata hiyo bei na mapato yenye iko huku mtaani unaona watu ni wa mtaa. Tukamwa at least tulete hiyo jersey ambayo I think we have the cheapest fans jersey within. Is so cheap. Kupitia kwa marketing officer au cheap ama bei yake ni ipi jersey yenu ya timu ya Global? Ukiangalia uzuri wetu ni safi sana, hata ukiangalia kwa macho unapendeza. Alafu ni material ni quality. Si ile kuna ile material unanunua awali unapata mimi imeanza kuharibika. So kwa sahi zile tu zinatoka na 700. Shilingi 700 mpenzi mtazamaji. Waweza pata uzi mzuri wa timu ya Global Connection FC. Nacheza division ya pili zone D. D for dog. Na kufikia sasa iko kwenye nafasi ya 8. Na umesema timu zote zijipange zikija nyumbani hakuna kutoa point huko. Hakutakuwa rahisi. Na mpenzi mtazamaji ukizungumzia kuhusu ama timu hizi zote ama timu ya Global Connection, kabla tukuachilie uende, mashabiki wanafaa kuambiwa jambo kuhusiana na kesho. Unajua marketing ama kuuza timu wengi ni mashabiki ama message inawalenga sana mashabiki. Ujumbe upi ukitazama ile kamera unaweza wapea? Kwa mashabiki wetu ningependa kuambia jersey tuko nazo kwa wingi. Wenye wanataka wanaweza nipigia simu. Ama kesho tuko na match huko Rigoma ground. So hapo itakuwa
Ni rahisi sana kupata juu nitakuwa hapo, kocha atakuwa na wengine watakuwa. So jazi zitakuwa huko mwenye anataka, kuja tu na 700 na atapata uzi lake. Kuuliza ukimalizia. Jesi unaposema shilingi 700 inahusisha pay ambayo ya kuchapisha jina la mtu kwenye uziwo? Hapana. Ni jina ya timu. Ambayo ina mengine atajishughulikia mwenyewe. Na logo pia. Na logo pia. Mbele na logo. So kama unataka kuandikiwa jina na namba, pia tunafanya kwa jina pekee ni 150. Naam. Ukiongezewa namba pia ni 150. So kiujumla tu kama unataka kuandikiwa jina na namba, kununua uzi ni 1000 unamaliza kila kitu na Jesi huwa ni safi kabisa. Uvaa hata kama miaka 5 baadaye. Na ukimalizia salimia watu wawili kabla sisi na coach tubaki. Kuna yetu mengi tufanya, lakini wewe maliza kwa kusalimia watu pale. Okay, mimi ningependa sana kusalimia wazazi wangu, mamangu, kwa mamangu anakuanga fani kubwa sana wa Global. Yeah. Na pia anakuanga fani wa Shabana. Sasa mention player wa Shabana mjini Wadini hadi nikashinda. Ningependa kusalimia dadangu wakiwa huko nyumbani, marafiki zangu, Facebook. Mbele tunasema asante sana kwa yote mnafanyia kwa hii team. Tunashukuru sana. Shukrani sana dada Joyce kwa kufika ndani ya Ndizi TV kipindi Viwanjani. Mimi James the top scorer. Kabla ya sisi kwenda ama kumalizia, kuna yale maswali matatu kabla nikuache uende. Wewe ni fan wa timu ya gani kwenye EPL? Siulizi. Manchester United. Kocha ambaye alifanikiwa